Kahama mambo vipi? Hebu kunja namna hii tusikilizane hapo tuzungushe kidogo tupashe. Tuone tuko pamoja au waoga waoga. Kahama peoples. Kahama peoples. Kahama peoples. Asante sana. Ndugu zangu wa Kahama, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku adimu ya leo, lakini vile vile nishukuru viongozi wangu meza kuu kwa huu mchaka. Mimi ninavyoona huu ni mkutano wa 3, lakini CCM ni kama mkutano wa 3000 kwao. Wanatamani tuseme tumeishia hapa. Kwanza hii safu ukiangalia ni vijana, kule kuna Wasira. Tutamkimbiza mpaka atepika mapafu. Peoples, wanaweza hawezi? Asante. Sasa la kwanza tena, waandishi, nikioji hili swala na waomba juu waandishi. Mimi nimetoka Dar es Salaam. Kule Dar es Salaam tarehe 29 Oktoba mwaka jana walikufa watu wengi sana. Walikufa watu wengi sana. Lakini Dar es Salaam tunajua. Kahama vile vile hapa kuna watu waliuawa, kweli si kweli? Sasa Dar es Salaam sisi tumeuawa, tupeni pole. Na sisi Kahama tunawapeni pole. Lakini tunamjibu Chande kwa takwimu. Hatutaki bla bla. Chande anasema waliouawa ni 518 tarehe 29 Oktoba. Sisi tunasema wamekufa maelfu ya watu, si ndio? Na kwa ushahidi mimi nawahoji nyie, nani Kahama tarehe 29 Oktoba mwaka jana alipoteza ndugu, jamaa, rafiki, mzazi au mtoto? Kahama, hapa Kahama. Yaani umempoteza baba, mama, mtoto, rafiki, kaka au duka la jirani? Nyosha mkono juu. Waandishi mmeiona hiyo? Chanda ione hiyo. Yaani ripoti yake ya 500 tunaipata Kahama tu. Ile 518 ni ya Kahama tu, si ndio? Tushushe mkono chini. Sasa hiyo pekee inatosha kuachana na ripoti ya Chande kwamba ni ya uongo. Nyinyi wananchi ndio mna taarifa ya ukweli, si ndio? Na niwauliza swali la mwisho. Chande alikuja Kahama kuwahoji hapa mliopigwa risasi, majeruhi na mliofiwa? Wangapi wanasema hawajaona tume ya Chande? Nyosha mkono juu. Huyu Chande alikaa wapi huyu? Usikute Carlos Garden akaandika ripoti chake pale Dar es Salaam. Maana kuna kibaa fulani anakipenda pale Mikocheni, anapigaga konyagi. Sasa usikute alikaa na peni na karatasi akaandika. Wangapi wanasema hawajamuona Chande Kahama? Nyosha mkono juu. Waandishi mnaona? Kizee kiongo kile. Lakini la pili hatuishii hapo. Sasa jamaa wametupiga risasi, wametujeruhi, wametuua. What next? Sisi Chadema msimamo wetu ni uwajibikaji. Kila aliyehusika, aliyetoa amri kuanzia juu, kwa maana kwa rais mwenyewe, mawaziri wa vyombo vya ulinzi, wakuu wa vyombo vya ulinzi, mpaka aliyeshika bunduki kupiga mtu, wote wawajibishwe. Kama mnasemaje hapo? Wangapi wanasema tukubali mpaka wawajibishwe? Nyosha mkono juu. Asante sana. Na nyinyi watu wa Kahama, tumepita juzi Ushirombo, tumeona kuna game reserve nyingi sana. Hifadhi ya Taifa, si ndio? Askari wa Hifadhi ya Taifa wanasema simba kila mtu wanamuinda, wanamuua, kwa sababu simba huyo atatoroka, ataenda kijijini kuinda watu, kwa sababu nyama ya binadamu tamu. Kweli si kweli? Na sisi wa Tanzania tunasema askari aliyeshika bunduki akakoki, akalenga mtu, akafyatua, akaua, haitoisha hapo. Huyo ataua tu tena. Tunataka tumuone akiwa nje ya jeshi la polisi, ndani ya nguzo za magereza, anafungwa pale kwa mauaji. Nyie mnasemaje? Tukikaa na mauaji maraiani, mna amani? Tukijua kuna watu waliua watu wa uraiani, mtakuwa na amani? Watanzania amani pekee tutaipata
tukijua walioua wako magereza, wamefungwa, wamehukumiwa kunyonga. Wangapi wanakubaliana na hilo? Nyosha mkono juu. Asante sana. Lakini kwenye hilo hili ni ame, polisi ni washikaji zetu kama Sugu alivyosema, sababu polisi wengine baba zetu, wengine mama zetu polisi, uongo, wengine shemeji zetu polisi, uongo, na wengine madem zetu vile vile. Kwa maana yake ni watu tunafahamiana nao, si ndio? Lakini taifa hili, makamu mwenyekiti, Nyerere aliacha tuna maadui watatu: umasikini, ujinga na maradhi. Na Nyerere alikuwa ni ndoto yake Tanzania tupambane maadui watatu hao tuwamalize. Na sitika kusema badala ya kupambana na hao maadui watatu tumeongeza wawili. Adui aliongezeka hapo ni CCM na adui mwingine ni polisi. Kwa hiyo Tanzania tuna maadui watano. Na ndio maana hapa tukiwaongelea polisi shangwe Kahama tunafurahi sana. Kweli si kweli? Wangapi wanasema hao jamaa sio tukubaliani nao? Nyosha ili wajua tuwapendi. Nyosha ili wajua tuwapendi. Na hatuwapendi sio kwa sababu ya kazi zao, hatuwapendi kwa sababu ya matendo yao. Peoples, kama wangefuata katiba, kama wangefuata sheria, sisi tuna shida nao. Lakini la pili kwenye operesheni yetu inaitwa Free Lissu, katiba mpya. Katiba nitawachia wenzangu, mimi nitagusa kwa Lissu. Lissu yuko magereza leo siku ya 400 na kadhaa. Analala chini kama kibaka, wanamlaza saa 10 kama kibaka, anajisaidia kwenye choo akina mlango kama kibaka, anajisaidia mbele hadharani, maana kule choo kule jela vyoo havina milango na haviko upenuni, viko wazi. Kule ndio umemweka mwenyekiti wetu Lissu. Wanakuwa kwa vibwaka wako puaji. Na wanamnywesha uji hauna sukari kama kibaka. Si ndio? Lakini waliomshtaki Lissu, mmoja si tunakufa naye, tunamjua. Anaitwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Na ile neno la mbele umma ni mimi na wewe. Yule mkurugenzi aliyemshtaki Lissu ni kijana wetu, mfanyakazi wetu, anaitwa mkurugenzi wa mashtaka DPP. Sasa huyo si tunamudu. Kama DPP yupo kwa mujibu wa katiba, kama DPP yupo kwa mujibu wa sheria, maana yake sisi wananchi ndo mabosi wake, ndo umma wenyewe. Ndo maana anaitwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Sawa si sawa? Sasa nitawahoji watu wa Kahama, nyinyi ndo umma wenyewe? DPP anavyomshtaki Lissu anamaanisha nyinyi ndo mnamshtaki kwa uhaini. Wangapi watu wa Kahama wanasema DPP futa hiyo kesi, haina maslahi kwa umma, tunataka Lissu awe nje? Nyosha mikono juu. Na waandishi waione katiba yetu hii, katiba mbovu ambayo tuitaki. Ibara ya 59B ibara ya 3 ya pili inasema mkurugenzi wa mashtaka atakuwa na uwezo wa kufungua mashtaka na kusimamia mashtaka yote nchini. Katiba hii. Lakini vile vile katiba hii ya 59B4 inasema katika utekelezaji wa majukumu yake DPP asifanye mambo matatu: nia ya kutenda haki awe nayo, asimuonee mtu. Kwa Lissu anamuonea, muonee hii. Lakini la pili, katiba hii inasema DPP asitumie madaraka yake vibaya kwenye 59B4B, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu ya utoaji haki. Je, DPP anatumia matumizi mabaya kwa ofisi yake au atumii vibaya? 3C inasema katika kutenda kazi DPP azingatie maslahi ya umma. Umma ndo nyinyi, maslahi yenu mnasemaje? Lissu achiwe, aendelee kwa gerezani? Nyosha mkono juu kama achiwe. Peoples, nashukuru ujumbe ameupata. Wengine nitawaachia. Lakini na mambo matatu kwa sababu ya muda nitasummarize. Ma-CCM bwana kama majoka ya mdimu. Unajua joka la mdimu? Joka la mdimu ni joka liko chini ya mti wa ndimu. Alili ndimu lakini wengine halitaki wasogee.
linakaa chini ya mwembe, halili embe, lakini hataki mtu asogelee maembe. Kwa hiyo CCM ni kama joka la mdimu. Niwaulize watu wa Kahama, pamoja na CCM kutuua, kutuumiza, kujitangazia madaraka, kuna kitu cha maana wanakifanya baada ya kujigaia manafasi hayo? Kuna ile barabara pale umeifanya kama pombe ya Ngomani, ile ya Phantom inaopita mbele ya halmashauri. Nasikia ile barabara haitakiwi kuisha kwa sababu hela zinatoka Buzwagi. Kwa hao jamaa wanapiga greda, ikipita mvua ikiharibika wanaenda kukinga tena Buzwagi. Safari hii wazungu wameshtuka, wamesema tutoi hela. Kwa hiyo nyinyi wao halmashauri, wao TANROADS, shida yao sio kutatua matatizo ya watu wa Kahama. Shida yao ni kuona unapata hela za Buzwagi, wanazitafuna. Tukinyamaza kimya, wanaweza kukaa miaka 20 barabara hilo wasitengeneze. Peoples. Lakini la mwisho, nashukuru. Peoples. Mwacheni mjasiriamali atulie hapo hapo, asifuruge mkutano. Inatosha hapo hapo tu, asifuruge mkutano. La mwisho ndugu zangu, na wamalizia, kuna chokochoko za kwamba Chadema ifungiwe, na kuna chokochoko wanasema sio kufungiwa, ni kusimamishwa. Lakini Watanzania tunaambiana ukweli, Chadema hii ina manufaa kwa umma, haina? Nyinyi mkiulizwa chama kipi kinamtetea mkulima, mwanafunzi, mfanyabiashara, mfugaji, daktari, nesi na walimu, katika vyama vyote Tanzania, chama cha watetezi cha wanyonge ni chama gani? Kwa hiyo maana yake Chadema ndo mtetezi na msemaji wa wanyonge rasmi. Kweli si kweli? Wangapi wananyosha mkono kusema ni kweli? Na mwisho namalizia na polisi, ndo nilikuwa napasubiria. Nyie polisi mmefaidika na Chadema kuliko hata wananchi wa kawaida. Wamekaa hapo wanasubiri tuambiwe turuhusi mikutano, wapige mabomu, tusifanye mikutano. Lakini nchi hii siku tukizuiwa Chadema kufanya shughuli za kisiasa, muathirika wa kwanza atakuwa ni polisi. Hawa polisi mnawaona wana mateso makubwa kuliko sisi wananchi wa kawaida. CCM wanaoitetea polisi wa V3 wanamlipa shilingi 625 baada ya makato. Na sisi wenye ndugu polisi tunajua majeshi yote utapata cheo, lakini sio polisi. Polisi cheo kigomu kweli kweli. Sasa kama mwenye V3 wanamlipa 625 na mtetezi na msemaji wa polisi ambaye maslahi yake apandishwe ni Chadema, polisi atakiwa ichukie Chadema au aiombe Chadema endelee kuwepo. Lakini la pili, polisi chini ya nyota moja hawapewi mkataba kwa miaka 12, wanapewa mkataba miaka mitatu. Dei waka ni Chadema pekee ndo inaweza kasimama hapa ikawapigania polisi. La tatu, polisi miaka 6 ya kwanza ya kazi, siku akistaafu haijumuishi kwenye kikokotoo. Wakati anastaafu wanaiondoa, wanasema ilikuwa ni miaka majaribio, wakati alikuwa anapambana na majambazi. Kwa Kiingereza tunasema probation, miaka 6. Kwa hiyo polisi anafanya kazi, anastaafu, CCM wanampa milioni 17. Huyo ni mwenye V3. Kiti wa kanda ya Pwani. Huyo mwenye vingapi? Kwa dakika moja tafadhali. Huyo mwenye vingapi? Jiuliza, mwenye V1 au ambaye ana V hata moja. Na kila mwezi watamlipa 228. Zamani alikuwa analipa 215. Sasa nakuuliza, katika watu wote wataombea Chadema ifutwe, polisi anapaswa kuombea Chadema ifutwe? Hiyo milioni 17 inaopewa kistaafu. Ukitulia weekend, kuna mechi ya Man City na Arsenal, ukatafuta mkeka wako vizuri, ukiamua kubeti hapa Kahama, uyokoti hiyo 17. Uyokoti hiyo. Peoples. Unamua Arsenal au wote unawapa GG kipindi cha kwanza?
au unamtanguliza Man City? Peoples. Sasa hawa ndugu zetu wanafikiri Chadema ikifungiwa wanatukomoa. Hamtukomoi, wanajikomoa wenyewe. Kwa sababu ya muda, ndugu zangu, tunayo mengi ya kusema, lakini muda ni mchache. Asante sana. Kunja ngumi tuweze kuagana namna hiyo. Asante mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Kama kunja ngumi tuweze kuagana. Peoples. Peoples. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana mwenyekiti wa kanda ya Pwani.